kipaumbele, hatuianai sadaka. Kama bado tunajiandaa mioyo yetu kuja kumwabudu Mungu, tunatakiwa tuandae na sadaka. Amina. Na Mungu mtu asikudanganye kwamba Mungu anautaka moyo wako. Nataka nikwambie, moyo wako ulipo na azima yako ndipo inapokuwa. Kwa hiyo Mungu anataka na mali zako pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Mungu anataka tumwabudu ibada kamilifu. Na hakuna ibada na hakuna madhabahu ambayo haina sadaka. Kila madhabahu unayojua, hata madhabahu ya babu yako, hata madhabahu ya miungu ina sadaka. Tena wale wanatoa sadaka kubwa kubwa, tena wanatoa kwa lazima, wala sio hiari. Haleluya. Amen. Hawatoi kwa hiari, wanatoa kwa nini? Kwa lazima. Wanasikia sana. Ni jambo mnaenda kwa waganga wa kienyeji. Zile ni madhabahu. Amen. Si wako wanaolia ni waganga wa kienyeji. Si wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sina tu ushahidi sana, hasa sina uzoefu, kwa sababu ashukuriwe Mungu aliniokoa kabla sijaanza kukimbia kwa waganga. Amen. Kwa hiyo sina ushuhuda wa waganga, lakini nafanya kufanyaje? Kusikia kwamba ukienda kwa mganga lazima atakwambia miungu yake inahitaji kitu fulani. Unabisha? Unakubisha? Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza aina tatu za sadaka. Na nataka nikwambie kila madhabahu ya sadaka. Ulienda kwa mganga wa kienyeji, ulienda kwenye madhabahu yake. Mganga wa kienyeji na yeye ana Mungu wake. Na Mungu wake lazima atakuamrisha ili kila kitu kifanye kazi vizuri. Amina. Ili ufanikiwe kwenye mambo yako, ambapo umeenda kwa mganga wa kienyeji, lazima atakwambia toa kitu fulani. Amen. Bwana asifiwe. Na cha ajabu, hakuna mganga wa kienyeji ambaye anataka damu ya paka. Amen. Bwana asifiwe. Mganga wa kienyeji atakwambia leta kuku. Sijawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, lakini ningeuliza, hivi zile kuku tunazopeleka kwa waganga huwa wakileta kukata ile damu, sijui wakaanza kuilelea maneno sijui. Baada ya hapo huwa nakupa wewe unaitoa unamtaa nyumbani. Amen. Huwa tunaungilaza nyumbani. Kinakuwa ni kitoweo cha mganga wa nani? Wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda huyu Yesu. Ninampenda huyu Yesu. Hajaniwekea kwa maswali ya sijai. Ila yeye mwenyewe amenipa uhuru. Nimheshimu mimi mwenyewe kwa zile mali alizonipa. Niangalie Mungu wangu anastahili nitoe kiwango gani. Mungu anastahili nimpe sadaka ipi. Amenipa uhuru. Lakini cha ajabu kabisa, Mungu tunapoona Mungu wetu, tunatoa vitu ambavyo ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo sio kamilifu. Naomba unisomee Malaki 3:10. Mstari inasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au raha. Tutaishia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka hii ya fungu la 10. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Malaki anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo. Haleluya. Anasema leteni
sana. Hajatamka kila ambacho hajakubariki. Kama amekubariki 5,000, anataka shilingi ngapi? Anataka shilingi ngapi? Haleluya. Kama amekubariki 100,000, anataka shilingi ngapi? Ukitoa 8,000. Amina. Ukitoa 8,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anasema tumjaribu kwa njia hii. Ni maajabu hujawahi kumjaribu Mungu kwa njia ya matoleo. Amen. Amen. Lakini ameruhusu ni kwenye matoleo tu, amesema nijaribu muone. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Tunajifunza namna ya kuzifungua mbingu. Kinachofungua mbingu ni matoleo. Na nataka nikwambie, Biblia inasema ya kwamba atafungua madirisha ya mbinguni. Tunaangalia kawaida tu, hata hapa tulipo tunaona milango ni michache, tuna milango 4. Na hii ni kwa sababu ya ramani ya jengo letu limejengwa kwa usalama zaidi, lakini majengo mengine yanakuwa na mlango 1 au 2. Amen. Lakini jengo letu hili kwa ajili ya usalama tumewekewa milango 4, lakini pamoja na milango 4 bado madirisha ni mengi kuliko nini? Kuliko milango. Hii inamaanisha kwamba tukitaka kubarikiwa tunatakiwa tutoe zaka kamili ili Mungu mbingu zake zifungue madirisha na milango ili atumwagie sadaka hata tukose mahali pa kuweka. Nani anipe ushuhuda alishawahi kukosa mahali pa kuweka pesa? Hayupo. Tunahitaji kutoa kwa uaminifu ili tuone mbingu zikifunguka kwa ajili yetu. Amina. Tuone mbingu zikifunguka. Tunamwona mtu mmoja tu, Stefano. Amen. Wakati wa dhiki kuu ya kanisa, Stefano peke yake ndio tunaona jinsi ambavyo alipokuwa amejitoa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya Injili. Wanamsulubia pale, anatamka neno moja, wasamehe. Ndani ya moyo wake yeye anaona hawa sio wao, bali yule shetani anawatumikisha. Anatamka wasamehe, inasema kwamba akaziona mbingu zimefunguka. Lakini hapa leo tunajifunza habari ya mbingu kufunguka ili baraka ziachiliwe kwetu. Tunatakiwa tujifunze kutoa zaka kamili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tatizo ni moja tu, unafundisha habari za kutoa, watu wao wananyongojea. Lakini nataka nikwambie, wala sio sisi peke yetu. Hata yule kijana wakati Yesu yuko kwenye huduma, yule kijana ambaye tayari alikuwa amekulia katika dini, anamuuliza Yesu, nifanyeje nipate kuurithi ufalme wako? Amen. Amina. Akamwambia Yesu, alimjibuje pale? Alimjibu nini? Hebu tusome kitabu cha Mathayo. Amina. Ngoja nifike maana nimekuja hapa. Amina. Kitabu cha Mathayo tumuone ndugu yetu ambaye Mathayo 19 anasema, utaanzia mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, anzia 17. Anzia mstari wa 17. Akamwambia, kwa nini kuniuliza? Anzia 16 ili tuone vizuri. 16. Tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Sikiliza. Anasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema nipate uzima wa milele? Endelea. Akamwambia, kwa nini kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima
zishike amri. Anamwambia ukitaka kuingia atajiuliza jinsi ya kuingia mbinguni. Akamwambia usishike nini? Amri. Endelea. Akamwambia, zipi? Huyo mtu wa Mungu hana shida, si ndio? Kulingana na jinsi alivyokuwa anamjibu kwa wepesi Bwana Yesu. Akasema, akamwambia zipi? Endelea. Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, wape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Amen. Tutashia tu hapo. Ilikuwa na pointi moja nasema kwamba tukiwa tunahubiriana habari za utoaji, mara nyingi huwa tunakosa ujasiri na mara nyingi huwa tunakuwa kama vile tumenyeshewa. Nataka nikwambie, tunapokuwa tunaambiwa habari ya kutoa, alafu tukaonekana sura zetu zimesinyaa, ninataka nikwambie hata kuingia mbinguni sio rahisi hivyo. Amina. Sio rahisi. Ikiwa tu unaambiwa changizo, unaambiwa toa sadaka nzuri, alafu unasinyaa, unakosa nuru ya uso, unakosa amani hata ya ibada, unaanza kusema huyu Yesu habadilisha mahubiri. Nataka nikwambie kuingia mbinguni ni ngumu. Amen. Huyu kijana alipomuuliza Bwana Yesu, alikuwa anajihakikishia kabisa kwamba yeye hana shida. Baada ya zile amri ambazo aliambiwa zishike, anasema kwa kudai kwamba nimezishika tangu mtoto wangu. Amina. Anamwambia Bwana Yesu, nimepungukiwa na nini sasa? Amen. Yule kijana, yule mtumishi anasema, haya ulioniambia Bwana Yesu kwa habari ya kuzishika amri zangu, nimezishika tangu ujana wangu. Ni nini sasa nilichopungukiwa? Wapendwa, Yesu anatujua. Wapendwa, Yesu anatufahamu hapa tulipo. Askofu anaweza asinifahamu, wazee wa kanisa wanaweza asinifahamu, lakini Yesu ananijua. Amina. Yesu anakujua baba. Yesu anajua udhaifu wako ulipo. Yesu anajua tatizo lako lilipo. Yesu anajua. Amina. Yesu anajua kwamba huyu mama tatizo lake ni hili, na akitaka kukusaidia anakwenda pale. Haleluya. Akitaka Yesu kukusaidia lazima utatoka mle, maana ananijua, anajua udhaifu wako, anajua udhaifu wangu. Yule kijana mnaweza kwamba alikuwa na mali nyingi. Sasa Yesu akasema, umeshika zote, umepungukiwa na kitu hiki, kauze vyote ulivyo navyo, uwagawie maskini, kisha njoo unifuate. Haleluya. Haleluya, kanisa la Bwana. Haleluya. Leo niambia kwamba yule kijana alicheka kwa furaha. Ni kweli? Yule kijana alihuzunika na kuendelea kukaa kwenye mazungumzo, aliondoka. Akasema, Yesu leo vipi? Yaani mimi nirudi kwa maskini, niuze nilionaga mimi na utajiri nilionao. Kilikuwa ni kipimo tu. Kilikuwa ni kipimo tu. Yesu hajaja kutufanya maskini. Alikuwa maskini yeye, ili sisi tufanyike kuwa matajiri. Haleluya. Yesu hakuja kutufanya maskini. Hakuna. Ndio maana wengi wetu tuliokuwa
inawezekana. Inawezekana ukatoa akiba yako yote na usife, ukaishi, mbingu zikamwaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni hofu yako tu, ni mashaka yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Mashaka, hofu. Asubuhi unaamka katika ibada, tunakuja na nini? Na sadaka kuu, sadaka ya ibada. Unaamka asubuhi, mama wa watu, baba wa watu, unaanza kuambia watoto, wewe John, madaktari yanatosha. Uliniambia madaktari, haya, chukua 10,000 tupate cheche ya sadaka. Haleluya. Sadaka huwa mtu anaianza. Amen. Lakini sio tu kwamba unaamka unatafuta vichechi umletee Mungu. Sadaka, watu waelewe, tunapotoa sadaka Yesu huwa anachungulia sadaka. Marko ngapi ile? Marko hebu tuangalie kitabu cha Marko sura ile ya samani. Acha anasumbua sana kuangalia hata makaratasi ndio hakika niko leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu kile cha Malaki. Ngoja nikatafute. Malaki sio Malaki, sorry. Hebu tuangalie namna ambavyo Mungu yuko makini sana na utoaji wetu wa sadaka. Amina. Natamani ujue Yesu alizidi kukufahamu, nijue neno lake na wokovu wake zaidi. Kamili zaidi ni mfahamu yeye, nijue 12:41 Marko. Wokovu wake
wazidi, bali huyu ilikuwa na pointi hii kwamba Yesu wakati wa matoleo huwa anaangalia namna gani tunamtolea. Amen. Na tukijua kwamba Yesu huwa anaangalia matoleo yetu, ndipo tunapaswa kumbe sasa kuja na matoleo mazuri, matoleo ambayo ndani yake yana kichwa cha Kristo, yana hofu kwamba ninakwenda kumtolea Mungu aliye hai, yeye alipaye. Amina. Maana Mungu ni Mungu atupaye. Yote tulivyo navyo ni mali yake. Haleluya. Sasa tunapokuja kwenye madhabahu ya Mungu, wapendwa, tunapaswa tuheshimu sadaka iwe sadaka iliyo kamili. Amen. Utaniuliza ukamili gani? Mungu wetu ni Mungu anayetubariki watu wa Mungu. Anatutoa hatua kwa hatua. Na kama Mungu amekutoa hatua kwa hatua, na wewe usibaki kwenye ile hatua ya chini uliyokuwa nayo miaka 5 iliyopita mpaka leo. Wewe miaka 5 imeisha, wewe unakuwa na 5 kwenye ibada. Lazima ujitathmini. Amina. Haleluya. Lazima ujitathmini. Ni kweli Mungu hajanibariki? Ni kweli hii sadaka? Nataka nikwambie, kuna sadaka tutakuja kuzitoa mahali hapa. Badala ya kuondoka na baraka, tunaondoka na laana. Ana nanielewa? Wachache tunyoshe. Lakini nataka nikwambie, kulikuwepo na familia ya Adam. Alikuwa na watoto 2. Alikuwa ana Habili, alikuwa na Kaini. Amen. Hao watoto walijifunza kumwendea Mungu, kumwabudu Mungu katika madhabahu kama ambavyo tunamwabudu Mungu mimi na wewe. Amina. Sasa hao watoto 2 wote walikuwa na kazi. Mmoja alikuwa ni mkulima na mwingine alikuwa ni mwindaji. Amen. Bwana asifiwe. Mfugaji, labda niseme hivi mtanielewa. Amen. Sasa hawa vijana 2 wakapeleka wote sadaka kwa siku moja. Mmoja akapeleka sadaka, Biblia kwamba katika Mwanzo, Biblia inaniambia kwamba Habili alichukua mnyama aliyenona. Alichukua mnyama aliye. Mungu anataka sadaka iliyonona. Haleluya. Mungu anataka sadaka iliyonona. Najua hautashangilia kwa sababu umeshakuwa kama wewe kijana. Amen. Lakini lazima ukweli tuseme ya kwamba Mungu anahitaji sadaka iliyonona, sio ile tu ni sadaka. Amen. Habili alitoa sadaka iliyonona. Biblia inaniambia kwamba sadaka ya Habili ikapata kibali mbele za nani? Mbele za Bwana. Ni mara ngapi sadaka yangu mbele yako imepata kibali mbele za Bwana? Ni mara ngapi? Haleluya kanisa. Haleluya. Hapa tulipo kila mtu anajitathmini. Ni mara ngapi sadaka yako imepata kibali? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi? Haleluya. Ninawapenda watu wa dini. Na juzi niliwatolea mfano. Nilisema hivi, wenzetu watu wa dini, siku za ibada, huoni watoto wanafyatuka. Huoni watoto wanatulia. Ibada wanaiheshimu. Amen. Wanaheshimu ibada. Wawafundisha watoto wao kutulia. Wawafundisha watoto wao kukaa na kusikiliza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa naongea na dada mmoja, ni Lutheran na wengine walikuwa Lutheran. Mimi ni Anglican.
kuwa na kanisa la watoaji, kwa sababu watoto hatuwafundishi kutoa. Amina, amina, amen. Usimwache mtoto aende nyumbani mwa Mungu hana sadaka. Hizo 500 basi Mungu yake watoto wangu kufanya 500 basi wachie watoto. Haleluya. Akasema huyu kama naye Kristo anajua mtoto wake. Mungu anavijua. Amina. Mungu anajua vipato vyako. Mungu anaelewa. Si kwamba wewe ni wa 500, hapana. Nakukatalia. Ale. Na pia ikifika wakati unaona hii sadaka sio nzuri, tafuta namna ya kupata sadaka nzuri. Tafuta Jumatatu mpaka Ijumaa, utafute kitu ambacho utakifanya ili upate sadaka nzuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwamba matoleo yanakuwa mbingu. Mbingu wapendwa, tunatakiwa zifunguke. Tusione baraka za Mungu, lakini baraka za Mungu haziji hivi hivi. Na sisemi kwamba angalizo sifundishi kwamba tunataka kukopesha Mungu, maana kuna watu walishakata tamaa kwa sababu nia zao za kutoa hazikuwa njema. Wametoa kweli, lakini wametazamia baraka wataziona. Hatutoi kwa nia kwamba tunataka kwenda kukopesha Mungu, hapana. Tunatoa kwa upendo. Haleluya. Tunatoa kwa sababu hizi pesa sio za kwetu, ni za Mungu. Amen. Ndio maana tunatoa. Kama atatubariki tutatukuza jina lake, na asipotubariki tutaingia mbinguni, tutakuwa na hukumu yoyote. Haleluya. Bwana asifiwe. Jona sadaka nzuri kuanzia sasa hivi. Kama ulikuwa unajua kuheshimu Mungu kwa njia ya matoleo, kuleta mifano tunasoma muda mdogo, anasema ni heshima. Mungu anataka tumheshimu kwa mali zetu. Anataka heshima. Unapotoa 500 unamdharau Mungu. Amina. Lakini pia kitabu cha Korinto, mtumishi wa Mungu Paulo anasema chochote mtu atoacho akiwa na nia ya kutoa kikubwa, akiwa na nia ya kufanya vizuri, akiwa na nia ya kufanya mambo mazuri, akiwa na nia ndani ya moyo, Biblia inaniambia kwamba chochote anachokutoa Bwana anambariki. Kama nia anasema kweli mtumishi, mimi wana nia ya kutoa sadaka nzuri, lakini kila nikitaka kutoa nikuta na shilingi 1000. Hiyo Mungu ataikubali. Hiyo Mungu atafanyaje? Ataikubali. Lakini kuna nyingine Mungu haikubali kwa sababu hauna nia ya kutolea Mungu kitu kizuri. Unaona kama Mungu yeye ndio shilingi 1000. Mungu anahitaji heshima wapendwa. Ndio maana kusoma mambo ya kitabu cha Nyakati pale, mambo ya Walawi, wakati anawaambia watengeneze madhabahu ya kuabudu wana wa Israeli, kuna maelekezo Mungu aliyatoa. Alisema hata kama ni sadaka ya ng'ombe, basi mtoe sadaka ng'ombe aliyemkamilifu. Msimtoe ng'ombe mgonjwa. Mungu aliweka tahadhari kwamba hataki vitu vidhaifu. Akawatahadharisha kwamba leteni ng'ombe mkamilifu, ng'ombe mwenye afya. Amen. Kwa hiyo hii inatoka kumbe kwamba Mungu anahitaji tutoe sadaka hiyo nzuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sadaka ya machangizo na ndio tunakwenda kufanya mchana wa leo. Amen. Kuna watu wenyewe wanafikiri sisi tutafanya nini? Ana nini gani? Sisi ndio tunatoa. Nataka nikwambie kuna watu wanatoa. Amen. Tena hawatoi kwa uzuri. Some mambo ya Nyakati. Nyakati ya kwanza sura 29 mstari wa 9. Mungu linasema, ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wamemtolea Bwana, wametoa kwa hiari
yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tena niambia ya kwamba kuanzia mstari wa 8 anasema, na wale walionekana kuwa na vitu vya thamani wakavitoa viwe katika hazina ya nyumba ya Bwana. Amina. Nakwenda kumaliza. Amen. Anasema, na wale walionekana kuwa na vitu vya thamani wakavitoa katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yaeli Mgershoni. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu ya ukamilifu wa mioyo. Kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme naye akafurahi furaha kuu. Amina. Hawa walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la Mungu. Amen. Na sisi leo wanawake wa Bugani tunatoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Amen. Yale majengo ni kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya Mama Mtasia. Amen. Yale majengo ni kwa ajili ya Mungu wetu. Haleluya. Ndio maana tunatakiwa tutoe kwa furaha. Amina. Tutoe kwa hiari yetu wenyewe, maana tunamjengea Mungu, tunainua heshima ya Mungu wetu ili watu wapate kuona jinsi ambavyo Mungu wetu tunavyomwabudu. Haleluya. Nataka niwaambie wanawake, kama tutamweka Mungu kwanza katika maisha yetu, nataka niwaambie wanawake bila kupepesa, tutamuona Mungu, maisha yatabadilika. Hakuna aliyemtumikia Mungu aliyebaki kama alivyo. Amina. Daudi anasema amekuwa kijana na sasa ni mzee, hajawahi kuona mwenye haki. Anamaanisha aliyemtumikia Mungu, aliyetembea katika sheria za Mungu, aliyefanya maagizo ya Mungu, aliyeishi njia za Mungu. Anasema hajawahi kuona ameachwa wala uzao wake. Amina. Sadaka yangu mimi inaweza ikawa ni baraka hata kwa vitukuu vyangu. Amen. Sadaka yangu mimi inaweza ikabariki hata mke wangu. Amen. Na ninajitoa kwa Bwana, inaweza ikawa ni baraka kwa watoto wangu. Yesu Kristo alijitoa sadaka kwa ajili ya wengi. Mimi na wewe tumepatikana kwa sababu Yesu alijitoa. Haleluya. Kwa hiyo usichukulie sadaka kirahisi. Sadaka inaleta ukombozi. Amen. Kuna watu walifufuliwa walikuwa wameshakufa, lakini kwa sababu ya sadaka walifufuliwa kwa kasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mataifa walikuwa hawamjui Mungu, hawana sehemu katika wana wa Mungu, wakina Kornelio, lakini kwa sababu moyo wa Kornelio ulijaa ibada na kumtolea Mungu na sala zile na sadaka, Mungu akasikia, akamtuma Petro. Petro akasema mimi siwezi kushindana na mataifa, akasema nilichokwisha kukibariki huwezi kukinani wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie sadaka ina nguvu. Na ukitaka hata maombi yako yajibiwe, sio kwamba uone uko sadakani. Jenga kuwa mtu mtoaji. Sala inaendana nini na sadaka. Uombaji wako uendane nini na sadaka. Ni vyepesi tusiona baraka za nani? Za Mungu. Na Mungu husikia maombi yako. Amen. Amina kanisa la Bwana. Amen. Waone vizuri. Amen. Leo ni siku nzuri. Amen. Leo ni siku njema. Watu wote mtamuona Bwana. Leo ni siku njema. Wanawake
kwa nimeelewa tunyoshe mkono juu. Somo linaendelea lakini ngoja tuishie hapa. Amen. Hatujaanza sisi kumtolea Bwana. Hatujaanza, walianza mama zetu, na sisi tukapokea kwao, na bado na sisi tutaachia watoto wetu wataendelea kutoa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 kama sikosei, mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi: muda nchi inupo, majira ya kupanda na majira ya kuvuna, hawajitatoka kushangilia Bwana. Muda nchi inupo, ikiwa bado tunaishi, ikiwa bado tutafaniwa, hatutaacha kulima, hatutaacha kuvuna, hatutaacha kupanda. Tutapanda kila inapoitwa leo. Ndio maana tarehe 30 tutapanda, na tarehe 4 tutapanda, na leo tutapanda. Mwaka mzima tutakuwa tunapanda, mwaka mzima tutakuwa tunapanda, baadaye tunaenda kuvuna. Utafika wakati wa mavuno. Haleluya! Tuko wakati wa mavuno. Siku tutakaponyamaza, siku ya tutakapotunyakuwa, tutaenda kulima. Hatutakumbuka tena kama tunahamasika kutoa kama tumemaliza. Lakini leo tutatoa, na kesho tutatoa, na kesho kutwa tutatoa. Haleluya! Maana tuko hai, majira ya kupanda na majira ya kuvuna havitakoma. Wanawake tusimame. Simama. Hata kama tusimame, mshukuru Mungu, tuendelee na huduma yetu. Amen. Tusimame kanisa zima. Bwana Yesu asifiwe. Wa baba, wa mama, mabinti wote tusimame. Tumshukuru Mungu. Alafu tuingie kwenye zoezi letu. Tukamilishe juma letu la wanawake. Kila mmoja mpasie Mungu sauti pale ambapo Mungu amesema na wewe. Simama mwanamke. Asipo anawaambia simama, ni mazoezi. Ukikaa sana miguu itakutama, sikuma hicho kuingia. Simama. Hakuta mtu hata miaka 40 hajafika, lakini akiwa nyumbani kwa Mungu yeye ni wa kukaa tu. Jamani, sio vizuri. Tumheshimu Mungu. Tumheshimu Mungu. Hapa tunakuja kuabudu Mungu. Hatukuja kwa ajili yetu sisi wenyewe, hatukuja kwa ajili ya fulani fulani. Tumekuja tukutane na Mungu. Simama. Amina. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Amina. Mheshimu Mungu. Unaweza kuwa unajiona mambo mengi hayaendi, kumbe ni uvivu tu wa kusimama nyumbani mwa Mungu. Wanakwambia simama, wewe umekaa. Tena umerelax kabisa. Jana niliwaambia wanawake kitabu cha Isaya. Yeye nabii sana sema, enyi wanawake wenye raha, wanawake mliojikinai. Anawatahadharisha kwamba mnajiona tu sasa hivi, kinachokuja mbele yenu ni kibaya zaidi. Amina. Usijikinai hivyo, wala usijifanye kwamba una raha. Wewe huna chochote. Mtumishi wa Mungu Yohana katika Ufunuo anasema wewe huna chochote, wewe ni masikini tu. Mimi ni masikini tu hapa nilipo. Ninahitaji kila siku Mungu aniwezeshe, anitosheleze, lakini mimi kama siwezi, nina mapungufu. Na wewe una mapungufu mengi, una uhitaji mwingi hapo ulipo. Moyo wako ni shahidi, na hata ya watoto hauna hiki na kile, lakini uko mbele za Mungu umelirasi, umekaa. Ni hasara yako. Amen. Twende tumshukuru Mungu, tumadhimishe Mungu kwa namna ambavyo tunakumbusha leo kwa habari ya kutoa. Ukatoe zaka kamili, ukatoe sadaka iliyo njema, ukamtolee Mungu michango kwa uaminifu. Wewe sio wa kwanza. Tuombe. Mwaminifu Mungu